Akiwa kama ana hasira, anamalizia hasira kwa mwanae kumpiga. Yani ni ukatili wa hali ya juu. Yani hicho kitendo kinatakiwa kulaaniwa. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Kila kona ya nchi yetu, amka nasi. Amka nasi. Ni imani yangu umeamka salama kabisa, msikilizaji wa Magic FM. Karibu sana kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakuja kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kwa dakika 30 tukiangaza nchi yetu ya Tanzania kama ambavyo imemulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbali. Mtayarishaji wa kipindi ni Aziza Bakari Mkumba, mtangazaji wako ni mimi Leonard Mwacha, na kwenye mitambo atahusika Shabani Mpute. Karibu sana, uamke nasi mwanzo mwisho. Amka, 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 amka nasi, amka, amka, amka nasi, amka nasi. Naam, kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Mwanza ambapo tunasimuliwa kuwa wakazi wa mtaa wa Mission wilayani Sengerema wameiomba serikali kumchukulia hatua kali baba anayedaiwa kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wake wa mwaka mmoja kwa kumshambulia kwa kipigo kutokana na migogoro ya kifamilia. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Ni wivu na bange zimezidi. Akizungumzia tukio hilo, mama mzazi wa mtoto huyo amesema baba huyo amekuwa akimpiga mara kwa mara na kuiomba serikali kuingilia kati swala hilo ili kunusuru maisha yake. Mtoto wangu tukiwa tumekorofishana mimi na mume wangu, hasira zote anamalizia kwa mtoto wangu, anaanza kumpiga, anampiga hata bila sababu. Maana hata jana penyewe nikawa nimeenda kuita polisi jamii, nikawa nimewaelekeza kwa sababu manyanyaso anaopata huyu mtoto, anapigwa sana. Mtoto mwenyewe ni mdogo, mwenye mwaka mmoja na mwezi mmoja. Akiwa kama ana hasira, anamalizia hasira kwa mwanae kumpiga. Mtoto anakuwa anampiga sana makofi, tena kama mtu mzima. Mtoto analia, akipigwa hadi mpaka mtoto mwenyewe anachemka, anakuambia mpe Panado anywe. Nampa mtoto Panado anakunywa. Tulikuwa hatuna ugomvi na mume wangu, tulikuwa vizuri tu. Ila isipokuwa tu nilienda kununua mboga jioni, nikawa nimebandika, nikawa nimefagia uwanja hapo, uwanja ulikuwa umechafuka, nikaingia ndani, mtoto nikakuta analia. Alipokuwa analia mtoto akaanza kusema babake kwamba hivi, ukimwona mama yako unakuwa deka. Akaanza kumpiga yule mtoto. Nikamuulizia, huyu mtoto amekukosea nini, mbona unampiga hivyo? Na mimi akaanza kunifoka, anasema nitakukanyaga. Mimi nilikuwa nimeogopa, nilikuwa nimekimbia, nikaenda kuwatafuta polisi jamii. Mtoto alilala na baba yake bila kunyonya usiku kucha. Kesho yake asubuhi ndo nilikuwa nimemfuata na polisi jamii. Polisi jamii walinisaidia kwenda kumchukua mtoto wangu. Nikawa nimerudi naye kwa mama mkubwa. Vinaniumiza sana, tena sana, kwa sababu mtoto mdogo sana, hata yeye mwenyewe mtoto haelewi kitu chochote. Hiki kitendo cha ukatili kinaniumiza sana kwa mwanangu. Wananchi wa eneo hilo wamesikitishwa na tukio hilo na kuiomba serikali kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mwanaume huyo anayedaiwa kumshambulia kwa kipigo mwanae. Naitwa Mocha Rufani, mkazi wa Bujora. Na mimi ninashangaa mtoto wa mwaka mmoja anapiga, nafua angenipiga mimi kuliko mtoto wangu. Niwaambie nini sasa? Wanaume wameshindikana siku hizi, bange sana wameshindikana. Ni wivu na bange zimezidi. Utaratibu wa sheria achukuliwa hatua, anaenda kwa mtoto kama hakukapiga hivyo kweli na akili timamu kabisa. Nimeitwa James Rubinza. Nafikiri naona kinachosumbua ndio hicho. Waache asiko kumaliza kwa watoto. Kitu kinachofanya shindikana ni bangi na hasira. Waache hiyo tabia. Ya biashara mnyima sana, huu ni biashara, huu ni hivyo wa kimapenzi. Waache hasira. Naitwa Leticia Daudi, mkazi wa Mission. Yani ni ukatili wa hali ya juu. Yani hicho kitendo kinatakiwa kulaaniwa. Kilaaniwe kabisa. Yani hicho kitendo kilaaniwe kabisa. Sio cha kibinadamu. Sio ugumu wa maisha, ni roho mbaya hiyo. Ndio mbaya tu. Watu siku hizi wana roho mbaya. Kama sio roho mbaya uweze ukampiga mtoto. Yani kitendo hicho alichokifanya, sheria kali ichukuliwe dhidi yake, kwa sababu watu wenye tabia za namna hiyo ili wajifunze, yani tabia hiyo hizo, watu wa namna hiyo tabia zao hizo na zilaaniwe kabisa. Mimi naitwa Gati Malo. Huyo baba kitendo alichokifanya sio kizuri. Make mtoto hana makosa yoyote, kwa nini amuzibu mtoto?
ugomvi ni wa baba na mama. Sasa ugomvi anaupelekaje kwa mtoto? Wenyewe wanamalizana au baba anatoka, anaenda zake, anarudi amemaliza hasira zake kuliko kumuumiza mtoto. Naye bibi wa mtoto huyo ameonyesha masikitiko makubwa juu ya tukio hilo na kuomba sheria ichukue mkondo wake. Mimi kwenye ndoa yake huyu mtoto na nalalamika mwanangu atapigwa mno, na mchua bado nampiga mno mwanangu. Analia. Walishinda vizuri tu. Waliposhinda vizuri, sasa kilicholeteza huyu alikuwa kanasafisha uwanja. Mwanaume alipomaliza kufagia uwanja, sio akamsikia mtoto analia, ndio akaingiamo. Sasa imekuaje tena usiambie, nenda kaleta Marifera kusudi amtoe kwenye titi. Sasa huyo mtoto huyu naye hayumo. Sasa mimi nalazimisha mtoto wangu nimtoe kwenye titi kwa sababu gani? Ndio akachoboka sasa kuja huku analia. Imekuaje tena? Muda kama ilikuwa saa 1. Basi ikabidi tufanyaje? Mimi nikamwambia vumilia tu mwanangu, kwa vile amemkatalia mtoto, tutafanyaje? Muache tu, tulale tu mwanangu, hata muua. Basi tukalala. Tunampigia Kanyawunyewu na yeye hapatikani. Haje kutusaidia usiku huo. Basi ikabidi tulale tu. Kesho yake ndio akaja hadi ndio tukaongoza naye kwenda pale. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mission Joseph Protasi amelani vikali tukio hilo na kuwataka wazazi kuacha kuwafanyia watoto wao ukatili na kuahidi hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya mtuhumiwa huyo. Na tabia ya namna hiyo siitaki kabisa katika eneo hili. Chombo cha sheria kitachukua kufuatana na jinsi anavyoweza kumwadhibu mtoto. Utamwadhibuje mtoto mwaka mmoja kwa ajili ya makosa wewe na mke wako? Tutakapoweza kuwachukua, kuna mambo mawili: kuwapeleka ustawi wa jamii, na kama ikishindikana ustawi wa jamii, tunapeleka kwenye dawati. Kutoka Sengerema, mimi Nemrisho Sadik. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu ambapo tunasimuliwa kuwa kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Nhambi Magumba, mkazi wa Tabora, amepandishwa kizimbani katika mahakama ya wilaya Itilima mkoani Simiyu akituhumiwa kwa kosa la kumuua bibi yake Nkamba Ndulima mwenye umri wa miaka 82 kwa kumchoma na mkuki mgongoni, tukio ambalo linadaiwa kulitenda majira ya jioni wakati alipokwenda kijijini kumsalimia bibi huyo. Joseph Ndahu anatusimulia zaidi. Mtuhumiwa Nhambi Magumba mwenye umri wa miaka 28 katika shauri hilo la mauaji namba 12571 la mwaka 2026 anadaiwa kutenda kosa hilo mnamo tarehe 28 Mei mwaka huu huko katika kijiji cha Langabilili kilichopo wilaya Itilima mkoa wa Simiyu. Akitoa maelezo ya awali ya kosa mahakamani hapo, mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi Sergeant Taji Everest ameiambia mahakama kwamba mtuhumiwa Nhambi Magumba akitokea mkoani Tabora majira ya saa 1 jioni alikwenda nyumbani kwa bibi yake marehemu Nkamba Ndulima kwa lengo la kumsalimia. Ndipo anadaiwa kutenda kosa hilo la mauaji kinyume na kifungu cha 196 na 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 iliyofanywa marejeo mwaka 2023. Mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Robert Kaanwa katika mahakama hiyo ya wilaya ya Itilima, mtuhumiwa kutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza shauri hilo lenye mamlaka ya kusikilizwa na mahakama za juu. Hata hivyo, shauri hilo limeahirishwa hadi Juni 22 mwaka huu kesi hiyo itakapotajwa tena, huku mtuhumiwa akipelekwa mahabusu. Kutoka Simiyu, Joseph Ndau, Amka Nasi Magic FM. Ni amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikose hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.